bwense Professor Abraham Kithure Kindiki ni goritukoria rero asanga negati ababwatani be sector ya bodaboda kurwase county ya Meru hase asangana barabuna kubasaba banekie kero bakurigia guikirania emiroberio yabo kubwati bare amachiko yepara unenchire moyo gochigotanga ebikore byemibasokane mebe yepara niko boigaruro bosemye gochia sabasai kwebeka senchirengia hanemono konekia namba chiko kwanyeka kubwatekana n'emiroberio ya serikali yabekirio konekia nko baigorere amabaka yechigasi na bego chinchira chokwegendere. Wanabiashara wengi ambao wako katika sekta ya uchukuzi wa bodaboda ni watu ambao wanatii sheria, wanafanya biashara yao kwa njia ya uaminifu na sio wakora, sio wezi, ni wanabiashara. Na wanataka kufanya biashara yao kama mtu mwingine yoyote yule. Walindwe na serikali na pia wao watii sheria. Lakini kuna baadhi ya wengine ambao wako kwa hiyo sekta ambao wanataka kuiharibu hiyo sekta kwa sababu hawataki kutii sheria ya barabara. Wanaendesha pikipiki kiholela, wanatumia njia ambayo haikubaliwi. On a busy highway you do a dangerous high turn, ama unaingia barabarani bila kuobserve vile sheria ya traffic inasema. Unabeba abiria wengi kufika siasi na hawana hata helmet. Sasa mambo haya machache ya wengine wachache ambao wanaharibu hii sekta, unawaharibia walio wengi ambao wangetaka kupata riziki kupitia hii sekta. Lazima tuwe watu wa kutii sheria. Itakuwa si vizuri mimi kama kiongozi kama sitawaambia ya kwamba baadhi yenu wanaharibia wengine kwa sababu ya kutotii sheria. Na mimi najua ya kwamba bodaboda ni biashara. Na watu wengi katika bodaboda wanataka kutii sheria, kufanya biashara na kuhakikisha kwamba hawahatarishi maisha ya wale wengine ambao wanatumia barabara. Katika serikali tukiongozwa na Rais William Ruto, sisi tunaamini sana mambo ya vijana, kwa sababu vijana sio tu nguzo ya taifa. Vijana ndio tegemeo la jamii na ndio tegemeo la taifa. Tuboreshe nchi yetu, tuboreshe uchumi, ili vijana wapate nchi ambaye iko na nafasi ya kazi na nafasi ya kujitafutia riziki, wasikute nchi ambayo imeharibiwa alafu wakose mahali ya kutoa riziki kwa watoto wao. Mimi ni Deputy President wa Kenya. Alafu mtu mwingine anakuja hapa anasema one time. How? Mbona hawakusema siku ile nyingine? Hiyo one time mbona imeanza saa hii? Mbona hawakusema siku ile nyingine watu wengine walikuwa kwa viti? Ati saa hii ndio wamepata ulimi wa kusema one time? Hapana.